1 Corinthians chapter 8. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 8. Mstari wa kwanza. Verse 1. Na kwa habari ya vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, twajua ya kuwa sisi zote tuna ujuzi. Tunajua. Sisi sote tunajua ya kuwa. Tunajua nini? Sisi zote tayari tunajua kuwa sisi zote tuna ujuzi. They had problems. Hawa wa Korinto walikuwa na matatizo. They were arguing. Walikuwa wanavutana, wanabishana. I am right. Wakawa wanasema, wengine wanasema mimi nina haki. And other people in the church said, na watu wengine kwenye kanisa walisema, no, I am right. Wakasema hapana, you are wrong. Mimi ndo nina haki, wewe unakosea. Eat meat that has been offered to idols in the market. Kula nyama zilizokabidhiwa kwa masanamu katika masoko. A lot of the meat that was sold in the markets, manyama mengi yalikuwa yanauzwa huko masokoni, had been already offered to idols. Yalikuwa tayari yameshakabidhiwa kwa masanamu. Some of the Corinthian Christians said, baadhi ya Wakorinto wengine walisema, it's only meat. Walisema, hiyo ni nyama tu. It's only meat. Ni nyama tu. It cannot harm us. Wala haiwezi kutudhuru sisi chochote. Other Christians, Wakristo wengine at Corinth, kule Korinto, said, but it's been offered to idols. Lakini wakawaambia wenzao kwamba lakini hiyo nyama imekabidhiwa kwa masanamu. Tutailaje sasa sisi? Paul begins. Sasa pale Paulo anaanza. We know. Anasema tunajua. That we all have knowledge. Kwamba wote tunafahamu. We all have knowledge. Ujuzi. Wote tunao ujuzi. And then he tells us. Na anaendelea kutuambia. What ujuzi brings, what knowledge brings. Anaendelea kutuambia madhara yanayoletwa na ujuzi. Ujuzi huleta majivuno. Majivuno. Amen. Sindi jamani. Hazara. Nini hazara? What's hazara? It's okay. Ni ile. Yes, same thing, yes. Madhara is harm. Inasema, it says exactly. Inasema moja kwa moja, ujuzi huleta majivuno, kichwa kikubwa. Naelewa. I was in Dar es Salaam. Nilikuwa huko Dar es Salaam. Outside the headquarters of a big church. Nilikuwa katika headquarter ya kanisa moja kubwa sana. I was standing outside. Nikawa nimesimama nje hapo ya kanisa. There were 2 or 3 men there. Kulikuwa na watu wawili au watatu pale. I said hello to one of them. Nikaanza kumsalimia mmoja wao. And he said hello. Na yeye akasema hello. Kwa desturi ya Kiswahili ya Tanzania, ndio. And then mara moja he gave me his card. Mara moja akatoa kadi lake akanipa. Kwa rasmi sana. In a very important way. Akatoa kadi kwa namna ya fulani, yeye ni mkubwa sana. He was about 28. Yeye alikuwa kama ana umri wa miaka 28. I didn't ask for the card. Mimi sikumuuliza au sikumuomba kadi. But he gave me his card. Lakini yeye akawa amenipa kadi lake. I think it had his qualifications. Lile kadi nafikiri lilikuwa na vile ujuzi wake ulikuwepo mule, bani cheo chake. And then something about international evangelistic ministry na kitu fulani kilichokuwa kinaeleza kwenye ile kadi kama yeye ni mhubiri wa kimataifa na kadhalika na kadhalika. I looked at him. Nikamwangalia yule ndugu. I didn't do what I wanted to do. Kwa hiyo sikufanya chochote nilichotaka kukifanya pale. I wanted to rip the card into pieces. You wanted? Yes. Nikataka kukichana lile karatasi. And put it in the bin. Na kisha kulitumbukia jalalani. I think maybe nafikiri lakini pengine it would have been the best lesson he had got for many years. Pengine njia hiyo ingekuwa ni somo kubwa sana ambalo yeye hajalipata kwa miaka mingi. Bible school
cannot make you a man of God. Chuo cha Biblia hakiwezi kukufanya wewe ubadilike uwe ni mtu wa Mungu. Bible school cannot make you a servant wala of chuo the cha Lord. Biblia hakiwezi kukufanya wewe uwe mtumishi wa Bwana. Going to Bible school cannot make you a slave Wala of kwenda chuoni hakifanye wewe uwe mtumwa wa Yesu Kristo. A slave. Mtumwa. Lord, I'm not married. Unasema Bwana sijaoa au And the years are passing. na sasa miaka inaendelea kupita. Haidhuru Bwana. Ulikufa kwa ajili yangu. Haidhuru. Wewe ndiwe utoshaye. Wewe ndiwe utoshaye. Amen. What we sing Yale tunayoimba must become real in our lives. Tunachoimba kiwe halisia ndani ya maisha yetu ya kila siku. Mali hapa sikutaka ili ni heshimiwe, heri ni mashaka sawa sawa, ni sawa sawa, usijibu, ni sawa sawa, ni sawa kwa kweli. Nyumbani sawa sawa, nikute mashaka, nikute mateso. I told a story. Nilieleza hadithi. It was porini at a Maasai church. Huko katika makanisa wa Masai porini. There were two men. Kulikuweko na wababa wawili. It's just a parable. Hiyo ni mfano tu. And they were traveling. Na wakati walipokuwa wanatembea, and they were approaching a city. Wakawa wanaukaribia mji. And Bwana Majivuno or Bwana Ujuzi. Yule bwana mmoja anaitwa Ujuzi. This is Morogoro. Akamwambia mwenzie kwamba huu ndio mji wa Morogoro. Bwana Upole. Lakini yule bwana mwenzie ambaye alikuwa anaitwa Upole, he said, no, I think this is Iringa. Akamwambia mwenzake, hapana, mimi nafikiri hii ni Iringa. Bwana Majivuno said, don't be silly. Yule bwana Majivuno akamwambia mwenzake yule Upole kwamba usiwe mjinga. Huu ni mji wa Morogoro. Look at the mountains. Angalia milima hii. Bwana Upole said, yule bwana Upole akamwambia, maybe you are right. Akamwambia, yawezekana wewe unasema kweli. I think it looks like Iringa. Lakini mambo tunayoyaona hapa yanafanana kama mji wa Iringa. Why are you disagreeing with me? Said Bwana Majivuno. Kwa nini bwana Majivuno wewe hutaki kukubaliana na mimi? I know better than you. Mimi nafahamu vizuri kuliko wewe. Nimewahi kuishi hapa. Why do you keep disagreeing with me? Kwa nini sasa wewe unaendelea tu kunikatalia? I am right. Mimi niko na haki. Wewe ni unakosea. Maybe you are right. Yule bwana Upole akasema, yawezekana unasema ukweli. But I still think it's lakini bado nafikiri hapa mahali panaonekana kama ni Iringa. So Majivuno, kwa hiyo bwana Majivuno got angry. Akakasirika. And hit. Akamchapa Bwana Upole. Akampiga bwana Upole. The city, mji ule was Morogoro. Kumbe mji ule ulikuwa ni Morogoro. Who was right? Sasa pale nani alikuwa na haki? Nani alikuwa anasema kweli? Sio kweli sasa. Kwa Kiingereza right ina maana mbili au tatu. Haki, nataka haki. Ni nani alikuwa na haki pale? Mji ulikuwa ni Morogoro. Bwana Majivuno alisema huu mji ni Morogoro. So Bwana Majivuno was right. Bwana Majivuno alikuwa na haki. But he had the wrong nature. Lakini alikuwa na tabia mbaya. It is not enough to be right. Haitoshi kuwa kwamba uwe na haki. We have to have the right being. Lakini tunapaswa tuwe watu ambao wana haki. Tabia ya haki. Ni ngumu kutafsiri.
lakini nafikiri unaelewa. Amen. To be right, kuwa na haki, si kitu. Kuwa mwenye haki sio kitu kabisa. Jesus Christ died. Yesu Kristo alikufa to put the right being in us. Ili kutuwekea sisi ile haki ya kuwa ndani yake. Being ni tabia, nafikiri. Tabia yake ndani yetu. Ujuzi huleta majivuno. You cannot learn God, for example, at a Bible school. Huwezi kumjifunza Mungu, kuhusu Mungu kwenye chuo cha Biblia. Sio kuhusu Mungu. Huwezi Okay. Huwezi kujifunza Mungu mwenyewe katika shule ya Biblia tu. Tunajifunza Yesu mwenyewe katika maisha ya kawaida. Labda chuo cha Biblia inaweza kusaidia, labda inategemea kabisa. But I don't want anyone to think, lakini sipendi mtu yoyote yule aanze kufikiri that you need to go to a Bible school, kwamba unapaswa kwenda katika chuo cha Biblia to be a servant of the Lord, ili kwamba wewe uwe mtumishi wa Mungu, to be a man of God, ili kwamba wewe uwe mtu wa Mungu, to be a woman of God, ili kwamba uwe mama wa Mungu. Jesus said, Yesu alisema, I thank you, Father, nakushukuru Baba, that you have hidden these things from the wise and the prudent, kwamba umeyaficha mambo haya kwa wenye hekima wa dunia hii, and you have revealed them unto babes, na kwamba umeyafunua haya kwa watoto. Sio ndio jamani? Ujuzi huleta majivuno, bali upendo hujenga. It's not being right. So kuwa mwenye haki, it's having the right being. Kwamba inakufanya uwe na haki ya kuwa ni mwenye tabia ya haki. It's the love of God. Bali ni upendo wa Mungu. It's the love for God. Upendo kwa ajili ya Mungu in our hearts, katika mioyo yetu, that changes us. Hiyo ndio inayotubadilisha. Amen. So in 2 Corinthians, katika sasa wa Korinto wa pili, and chapter 2, na sura ya pili, verse 14, na sura ya pili mstari wa 14, ila Mungu ashukuriwe, anayetushangilia daima katika Kristo. Bwana asifiwe. Maneno ya ajabu. Na kuidhihirisha harufu ya kumjua yeye. Si ujuzi tu. Sasa si ujuzi. Harufu ya kumjua yeye kila mahali kwa kazi yetu. Kwa maana sisi tu manukato ya Kristo mbele za Mungu, katika wao wanaokolewa na katika wao wanaopotea. Among the church, katikati ya makanisa, and in the world among those who don't know the Lord, na hata katika ulimwengu kwa wale ambao hawamjui Mungu. Paulo anasema, we are the aroma of Christ. Sisi ni harufu ya manukato ya Yesu. We are the aroma, sisi ni manukato ya ufahamu wa Mungu to one another. Kati yetu sisi kwa sisi. We are sisi as Christ before God. Sisi tupo ni kama Kristo mbele za Mungu. Indeed, that's what he says. Hivyo ndivyo anavyosema. We are so to live, tunapaswa kuishi, so to love him, tunapaswa kumpenda yeye, so to deny ourselves, tunapaswa kujikana wenyewe,
that Christ ili kwamba Kristo grows aweze in kukua us. ndani yetu. It's a huge thing. Ni jambo kubwa sana. Si ndio jamani? To be the aroma of Christ at home. Kuwa manukato ya Kristo pale nyumbani. To my wife. Kwa mke wangu. It's not enough to be right. Wala haitoshi kwamba uwe na haki. It says here, yeye inasema hapa, my wife, inasema hapa mke you wangu, have to obey me. Uwezi kumwambia mkeo kwamba inasema hapa unatakiwa kunitii mimi mama. You need to follow Christ yourself. Unapaswa kumfuata Yesu Kristo wewe mwenyewe. And not to behave like a little child. Wala sio kujifanyia kama vile mtoto mdogo. I'm to be Christ to my wife. Mimi napaswa kuwa ndio Kristo kwa mke wangu. Things are changing today. Mambo ambayo yanabadilika nyakati hizi za leo. Things are happening to an extent that they didn't happen before. Mambo ambayo yanatokea nyakati hizi ni mambo yamepanuka sana kiasi cha kwamba hayakuwepo hata mwanzo. People are not being fed with the word of God in many places. Watu hawalishwi neno la Mungu katika maeneo mengi tu. Christ is not preached. Kristo hahubiriwi. What is preached, kile kinachohubiriwa ni kujipendeza. Follow your dreams. Sema fuata ndoto zako. Achieve your goals. Hebu yapate maono yako, malengo yako. Where does it say that in the Bible? Sasa hebu uliza ni wapi inasemwa hivi kwenye Biblia? Christians are getting divorced. Sasa Wakristo wanaachana, ndoa zinaachana. Not because of any big sin. Wala hawaachani kwa sababu ya wamefanya dhambi moja kubwa. The husband says, lakini ni kwa sababu mume tu anaweza akasema, oh, my wife is difficult to live with. Mke wangu ni mgumu kuelewa. So what? Sasa iweje sasa? So what? Sasa iweje? So what? Sasa iweje? If your wife is difficult. Iweje kama mke wako ni mgumu kuelewa? So what? Sasa iweje? If your husband is a difficult kama mume wako ni mgumu kuelewa. So what? Sasa iweje? He died for me. Yesu alikufa kwa ajili yangu. When I was in sin, nilipokuwa niko I was not perfect. Nilipokuwa sio mwenye mkamilifu. And I haven't been perfected now. Mpaka sasa sijawa mkamilifu. Lakini bado ananipenda. Na bado anajitoa kwangu. Anajitoa kwangu. My wife is difficult. Unasema mke wangu ni mgumu. Selfish man. Huo ni ubinafsi tu wa baba huyo. My husband is difficult. Wao unasema mume wangu ni mgumu. Selfish woman. Huyo mama ni mbinafsi tu. What do we want? Sasa tunataka nini? Tunataka nini? Oh, I want to be comfortable. Oh, nataka niwe na raha zangu mwenyewe. Yes, raha zangu. Nataka niwe na raha zangu. Unaweza kuingia mahali fulani na kupata raha which is pekee, raha ya pekee kabisa, raha inatokana sio duniani, raha ambaye inatokana na Mungu. Yes. Mwenyewe. Shida. Usipigie makofi. Yes. Shida ni kujipendeza, kujipenda mwenyewe. Hii ni shida tu. Shida sio mke wangu. Sio. Ninajidanganywa tu. Inasema tunajua Biblia. Biblia sio ujuzi. It's not a book of history. Hii Biblia sio kitabu cha historia. It's the word of God. Hili ni neno la Mungu kwa ajili yetu sisi.
And we need the Spirit of God. Na tunamhitaji Roho Mtakatifu ili aweze kuishi katika maisha mioyo yetu. I'd like to speak on that, but ningependa kuongea juu ya jambo hili, lakini it's the word of God. Ni neno la Mungu. It says. Inasema. You know what it says. Unajua linachokisema. The law came by Moses. Inasema kwamba sheria ilikuja kwa mkono wa Musa. But grace and truth came by Jesus. Neema na kweli imekuja kwa mpitia Yesu Kristo. And John says. Na Yohana anasema. Grace. Neema. Upon grace. Neema juu ya neema. Upon grace. Neema juu ya neema. Sio ndio jamani? Upon grace. Neema juu ya neema. Upon grace. Juu ya neema. God said to Paul. Mungu alisema kwa Paulo. My grace. Akasema neema yangu. My grace. Neema yangu is sufficient. Yatosha. Amen. Kumbe. If I cannot be the aroma of Christ. Basi kama mimi sitakuwa manukato au harufu ya Yesu Kristo pale nyumbani kwangu, mimi kwa mke wangu, where can I be a Christian? Sasa nitakuwaje Mkristo? Wapi nitakuwa Mkristo? People don't want to die. Watu tatizo hawataki kufa. Want to save their life. Au wafe ili waokoe maisha yao. Sio haki, sio sawa. Ananisumbua. Sio haki, sio. Nimesulubiwa na Yesu Kristo. Sina haki chochote. Yes. Sina haki. I have no right. Sina haki yangu mwenyewe. Sio haki ya righteousness of Christ. Unaelewa? Yes. I have no right. Sina haki kabisa. My rights have been crucified. Kwa sababu haki yangu ilishasulubiwa. You can hit me. Unaweza kunipiga. You can say terrible things. Unaweza kunisemea maneno mabaya kwangu. I have one responsibility. Mimi nina jukumu moja tu. To know Jesus. Kumjua Yesu in this situation. Katika hali ya namna hiyo. Kujitoa mwenyewe katika hali ya namna hiyo, na kukupenda wewe. And to forgive you. Na kukusamehe wewe. To live. Kuishi without offense in my heart. Pasipo kujihukumia maisha yangu. Pasipo kuletea matatizo moyo wangu. Jesus said. Yesu alisema. If anyone wants to follow me, kama mtu yeyote anataka kunifuata mimi, let him deny himself. Basi mwache ajikane mwenyewe. Amen. How often is this preached today? Mambo kama haya yanahubiriwa mara ngapi katika siku za leo? Let him deny himself. Anasema ujikane mwenyewe. Chukua msalaba wako mwenyewe. The cross is not some difficult circumstance. Msalaba sio mambo magumu, The cross, lakini msalaba is you don't live for yourself. You don't live for yourself. Msalaba ni kutokuishi kwa kujipenda mwenyewe. To live for yourself. Usijiishie mwenyewe. This is how Jesus. Hivyo ndivyo Yesu alifanya. I do always those things that please my Father. Alisema nafanya mambo yote yanayompendeza Baba. And he denied himself. Na kisha akajikana mwenyewe. So at home. Sasa kwa hiyo nyumbani pale. What am I doing? Sasa pale nyumbani mimi nafanya nini? I want my comfort. Nataka raha zangu mwenyewe. I don't want to die. Sitaki kufa. For me, kwangu mimi, it is so clear. Ni wazi kabisa. If I left my wife, kama nimemwacha mke wangu, I cannot do that. Siwezi kufanya hivyo. Without first, isipokuwa kwanza, turning my back on Jesus Christ. Kwanza lazima nimpe Yesu mgongo wangu. And saying no to him. Kisha nimwambie Yesu hapana. It is the same thing. Hiyo ndio hivyo. It is the same thing. Ni vile. I'm not talking about adultery. Si hapa sizungumzi mambo ya uzinzi. People are divorcing. Christians are divorcing each other. Watu wa Kristo wanaachana. Because the other person is difficult. Eti kwa sababu tu yule mwenzake ni mgumu. And they keep going to church. Na kisha bado watu hao wanaendelea kwenda kanisani. And they speak in tongues. Na kisha bado wanaendelea kuzungumza kunena kwa lugha. They think they are following Jesus. Na wenyewe kwa kufanya hivyo wanafikiri bado wanamfuata Yesu. Wanajidanganywa.
kabisa. Mwombe Yesu, muulize Yesu, Bwana, naweza, unaona, ni ngumu, mtu mgumu, naweza kuacha? Mwanamke mgumu. So, sasa do these people ask Jesus? Je, watu hawa huwa wanamuuliza Yesu? It's serious. Ndio hivyo ilivyo. Ni ya maana sana. Mambo haya ni neno la Mungu, ni Yesu. Our lives, maisha yetu, if we are walking with Jesus, ikiwa tutatembea na Yesu Kristo, we are changing. Basi huwa tunabadilika. Hallelujah. If we are not changing, lakini kama hatubadiliki, something is wrong. Basi kuna kitu fulani kimekosewa. We are neglecting him. Tunakuwa tunamkataa yeye. At home, pale nyumbani, if I feel tempted the wrong way, ikiwa ninashawishika kufanya mambo yasiyo ya kweli katika mimi na mke wangu, something wrong rising, au najisikia mambo ya tofauti ndani yangu, na nina nyamaza kimya na kwenda mbele ya Bwana to get my own heart right. Ili na nyamaza kimya, basi naenda mahali fulani mbele za Bwana ili kusawazisha moyo wangu. Sio moyo wake to get my heart right. Sio moyo wa mke wako, moyo wako wewe, nenda pembeni usahihishe kwanza. For at least 30 years. Kwa karibu kama miaka 30. I have never gone to bed. Mimi sijawahi kwenda kulala with something against another person. Halafu huku kukiwa na kitu fulani kina makwazo na mtu mwingine. You can't do that. Huwezi kufanya hivyo. If you're walking with kama Jesus, wewe unatembea na Yesu Kristo, you know in your heart, unajua yuko moyoni mwako, the way you are speaking, namna vile unavyoongea, you know it's wrong. Unajua kabisa hapa unakosea. Unajua kwamba huyu sio Kristo anaongea. But people ignore it. Lakini bado watu what the Spirit is saying in their hearts. Wanakataa kile Roho kinachosema ndani ya mioyo yao. I get before God. Ninakwenda mbele za Bwana, and Jesus changes me. Na kisha Bwana anaanza kwanza kunibadilisha mimi. Bwana asifiwe. Amen. And then if I have something to say, na kwa hiyo kama nitapata kitu fulani cha kusema, I can say it with grace. Basi nitasema hivyo kwa neema na upendo. But often, lakini mara nyingi, when I come before the Lord, ninapokuja mbele za Bwana and get my heart right, na kurekebisha moyo wangu, Lord, save me in this situation. Namwambia Mungu niokoe katika hali hii. I give myself to you. Ninajikabidhi mwenyewe mbele zako. I don't want any other feeling. Nisipendi tena hisia nyingine yoyote ile. I give myself to you. Bali najikabidhi mwenyewe mbele zako. And so he comes. Na he can't. He comes. Na yeye mara moja anakuja. Then I also see things differently. Na mara zote naona vitu fulani tofauti. Unaelewa? We can misunderstand each other. Tunaweza kutokuelewana kati yetu wenyewe. Yesu ni wa ajabu. Amejaa neema. Yes. Amejaa neema. Amejaa neema. Yes. Lazima amejaa neema nyumbani. Nyumbani kuna neema. Kuna kosovo. What do we want? Tunataka nini? What do we want? Tunataka nini? We can enjoy ourselves. Tunaweza kufurahia wenyewe kwa miaka kadhaa here. Hapa. But what do we really want? Lakini kwa halisia tunataka nini? Time will show. Time will show. Muda utakwenda kuonyesha. Si ndio jamaa? You have nothing. Hatuna chochote in your heart katika mioyo yetu against anyone in the world. Hatuna chochote katika mioyo yetu kinyume na watu mwingine yoyote katika ulimwengu huu. This is basic Christianity. Huo ndio msingi wa Ukristo. Si ndio jamani? Amen.
We all know the parable that Jesus Wote told tunafahamu- about the king Wote tunafahamu mfano aliotoa Yesu who forgave kuhusu mfalme aliyesamehe. everything. Alisamehe kila kitu. And this man Na huyu who mtu was sasa, forgiven everything, huyu ambaye alisamehewa yote, he went to someone who owed him money. yeye akaenda kwa mtu mwenzake anayemdai, Give me what you owe me. akamkuta, akamkwida, akasema nipe pesa zangu. We know this story. Tunaifahamu hadithi hiyo. See, ndio? We know this story. Tunaijua hadithi. Why Kwa do nini? so many Christians have things against other Kwa people? nini Wakristo wengi wanakuwa na mambo kinyume na ndugu zao wengine? Labda hapa Zanzibar hawana. It's basic. Ni Ni mambo ya hatua ya msingi. kwanza. Ni mambo ya msingi na ni hatua ya kwanza Ya hiyo. kwanza tu. Oh, I have problems. Unasema mimi na matatizo. Go to this counselor. Basi nenda kwa mshauri Go huyu. to this counselor. Nenda kwa mshauri huyu. Go for prayer. Hebu nenda kwa ajili ya maombi. Pray for deliverance. Hebu muombea mtu mwingine kwa ajili ya kufunguliwa. We have continual problems in our lives. Lakini bado tunaendelea na matatizo katika maisha yetu. If we neglect, ignore the basic, simple teachings. Ikiwa tutakataa maneno ya msingi ya mafundisho ya Biblia, Au kutokujali maneno yake. So we are a gathering of God's people. sasa sisi hapa ni kusanyiko la watu wa Mungu. Those of us who are, Watu wanaokuulizeni sisi ni nani, you should have no hardness towards anyone. wala usiwe nao kikwazo nao chochote To anyone on earth. kwa yoyote yule katika ulimwengu huu, No hardness, wala ukisiwe na ugumu wowote, bila uchungu, wala uchungu, bila kuchukizwa. Kuchukizwa ni jambo la kujipendeza, kujipenda. jambo la kujipenda. Ha? Jambo la kujipenda ni la kupenda. Jambo la Kupenda. sema. Kuchukizwa ni jambo la kupenda mwenyewe. Sio ndio? Ndio, kupenda. How can you say that to me? Manake unaweza kusema unawezaje kuniambia maneno kama haya? Sio sawa. Sio sawa. So what? Sasa ni nini? Mama mengi sio sawa. Fuate Yesu. Yaani duniani ni mambo mengi tu yako sio sawa. Sasa ndio hiyo ikufanye umwache Yesu? You can't live getting offended. Wala huwezi kuacha, haiwezi kuacha kufuata Yesu kwa sababu kukwazika. Asante sana. Huwezi kuishi pamoja na kuchukizwa. Sio maisha ya Mkristo. Adui kubwa sana katika maisha ya kiroho ni kujihurumia. Kumbuka, self-pity, kujihurumia is unbelief. Ni kutokuamini. We don't believe God. Hapa maana yake hatumwamini Mungu. He has loved me. Yeye amenipenda. Amenipenda kwa uzima ule wa milele. He is the only one who is important. Yeye peke yake ndiyo mtu muhimu kwangu. Ndio. He has bought me with a great price. Yeye ameninunua mimi kwa thamani kubwa. I am not my own. Mimi siko peke yangu. I have no right. Wala sina haki. To get offended. Wala sina haki ya kuchukizwa. We are to love God. Tunapaswa kumpenda Mungu. With all our strength. Kwa nguvu zetu zote. With all our heart. Na mioyo yetu yote. With all our soul. Na roho zetu with all our mind. Vile na akili yetu yote. Mpende kiasi cha kwamba wala umpende kiasi cha kwamba usitoe na fursa yoyote kwa dhambi. We all get tempted. Wote tunajaribiwa. We all get tempted. Wote tunajaribiwa. Temptation is not sin. Majaribu sio dhambi. Temptations come. Majaribu huwa to make us grow in Christ. Ili tukue ndani ya Kristo. Amen. A man came to my house, an important man.
Mtu mmoja maarufu aliwahi kuja kunitembelea nyumbani kwangu. He was doing something in the church. Yeye alikuwa anafanya kitu fulani ndani ya kanisa. I said, nikamwambia, I don't agree with what you're doing. Nikamwambia sikubaliani na mambo unayoyafanya. He was not used to being told that. Yeye huyo mtu kwa sababu ya maarufu wake alikuwa hajazoea kukosolewa namna hiyo. Kusikia maneno. His eyes, macho yake hasira, yakawa yanawaka kwa hasira. He sat forward. Akasogea mbele. He said many things. Akanisemea maneno mengi. You know nothing of the grace of God. Hujui chochote juu ya neema ya Mungu. Na kadhalika. Akanikatakata kwa maneno sana. I'd never known anything like it in my life. Mimi sikujua chochote katika maisha yangu cha namna hiyo. I knew this person. Na nilikuwa namfahamu mtu huyo. He left. Yeye akaondoka. I was standing in my sitting room. Nikawa nimesimama kwenye chumba changu. And two things. Na mambo mawili were knocking on the door of my heart. Yakawa yanagonga mlango wa moyo wangu. One was anger. Jambo la kwanza lilikuwa nagonga mlango huo nilikuwa ni hasira. Hasira ilikuwa inatafuta iingie ndani. How could he behave like this? Ikawa inanisemesha, yule mtu amekufanyia mambo hayo kwa vipi? It's not right. Hiyo sio haki. It's not right. Hiyo sio haki. Sio sawa. This was knocking on the door. Hiyo ilikuwa inagonga sana moyoni kwangu. And I could feel. Na nikawa naisikia. Lakini jambo lingine, what was knocking on my heart, kile kilichokuwa kagonga moyoni mwangu, ilikuwa ni kujihurumia. Unaelewa? How can he say these things? Kwa nini ananiambia maneno kama haya? Kujihurumia. They were very strong. Yakawa yana nguvu kweli kweli. I had to do something quickly. Nikawa napaswa kufanya mambo fulani. It was a very unusual situation. Kwa sababu ilikuwa ni hali ambayo sio ya kawaida kwangu. I got on the floor. Nikalala kifudifudi. Nikalala kifudifudi. My hands outstretched. Na nikalala kifudifudi na nimenyosha mikono yangu sakafuni. Nilisema harufu ya Yesu tu. Sasa hivi. Sipo kanisani. Ndipo hapa sasa. Sasa. Sio kesho kutwa. Sio labda mwakani. Sasa hivi. Inafaa kuwa Mkristo. Baba, nataka kuwa harufu ya Yesu Kristo tu mbele yako sasa. Niliomba hiyo. That's all I prayed. Hivyo tu ndivyo nilivyoomba. I didn't ask God. Sikumwomba Mungu to comfort me. Ili kwamba aje kwangu kunifariji. Mungu, aniambie hapana. Hakutaka Mungu aje amfariji, hapana. We have to grow up. Tunapaswa kukua. Amen. I wasn't looking for anything. Wala sikuwa natafuta kitu kingine chochote. I wasn't thinking he was right. He was wrong and I'm right. Wala nilikuwa simfikiri yule baba kwamba amenikosea na mimi ndio mwenye haki. I wanted to keep my heart right before God. Nilitaka kutengeneza moyo wangu uwe sawa mbele za Mungu. And that Jesus should be there. Ili kwamba Kristo awe pale. Where it is really important. Pale ambapo ni halisia pana umuhimu. Sio mimi ninayeishi, bali Kristo ndani yangu. Sio mimi ninayeishi, bali Kristo ndani yangu. Unajua wimbo huu? Yes. You are. Tunaishi wimbo huu. I was lying on the floor. Nikawa nimelala kifudifudi kwenye sakafu. Looking for nothing. Hapo sitafuti chochote. It was only after 2 or 3 minutes. Ilikuwa kama madakika 2 au 3 hivi. It's like heaven opened. Ilikuwa kama vile mbingu zimefunguka. And a river. Na mto. It was like a river. Ilikuwa kama mto hivi. Ukawa unatirika kupita kwangu. I felt a washing. Na nikawa najisikia naoshwa. Ilikuwa ni muujiza. There was joy. Kulikuwa na furaha ndani ya moyo. Isiyoneneka. In my heart. There was peace. Kulikuwa na in my heart. I got up. Nikanyanyuka. Nothing. Hakuna chochote. Hakuna kitu. You know Shadrach, Meshach and Abednego. Kumbuka Meshach, Shadrach na Abednego? They got cast into the fire. Wakawa wametumbukizwa ndani ya moto.
They said, walisema, our God is able to deliver us. Mungu wetu anaweza kutuokoa. But what they said after this is more wonderful. Walichosema baada ya hapo ni kitu cha ajabu zaidi. But even if he doesn't, wakaongezea wakasema hata kama haokoi, hata kama hatatuokoa, even if he doesn't save us out of this situation, hatatuokoa katika hali hii, I will not bow the knee, wala sitapigia magoti to myself, sitajipigia magoti mimi mwenyewe. Wonderful words. Haya ni maneno mazuri mno. Why have you given me this wife, Lord? Sasa mtu mwingine anasema, kwa nini Mungu umenipa mwanamke huyu Mungu? Mbaya. It's serious. Ni serious, ni ngumu kutafsiri. Ni la maana sana. Ni muhimu sana. They went into the fire. Wale akina Danieli, Meshaki na wakatumbukia kwenye moto. Because they followed Jesus. Kwa sababu walikuwa wanamfuata Yesu. They loved Jesus. They loved the Lord. Walimpenda Mungu. And they met Jesus. Na wakakutana na Mungu mle. Kati ya matatizo. Come out, Shadrach, Meshach and Abednego. Toka nje, Meshaki na Abednego na they were not bound. Walikuwa hawajaungua. And you could not smell. Wala harufu ya moto huwezi kusikia kwa miili yao. You couldn't smell smoke. Hawakuweza hata kusikia harufu ya moshi. For me on that day. Ilikuwa kama mimi siku ile. No anger. Nikasema hakuna. No kujihurumia. No, hamna maumivu. Hata kidogo hamna kabisa. I only felt love for this brother. Kilichonijia ni kumpenda yule kijana tu. I got on my knees. Nikapiga magoti and I prayed for him. Na kisha sasa nikaanza kumwombea na upendo. Because I had nothing against him. Kwa sababu sasa sina kitu kinachonikwaza kwa ajili yake. Bwana asifiwe. My brother, my sister. Ndugu zangu wa kike na wa kiume. Hizi ndizo nyakati ambapo Mungu anatafuta. Mungu anatafuta. At you, at your life, at your heart, at home. Na pale nyumbani kwako. At work. Kwenye kazini kwako. In the market. Katika soko unapokwenda. Yeye anatafuta. What will you choose? Anakuangalia utachagua kitu gani? Jesus? Utamchagua Yesu or yourself? Au utajichagua mwenyewe? Kuna chaguo mbili tu. We are, he says, we are. Sisi the aroma. Sisi ni harufu ya manukato ya Kristo. We are the aroma. Sisi ni manukato of the knowledge of God. Ya ufahamu wa Mungu. Majivuno huleta samahani. Ujuzi huleta majivuno. Yes. But Paul says, lakini Paulo hapa anasema, if we are living with Christ, anasema ikiwa tunaishi na Yesu, walking with Christ, ikiwa tunatembea na Yesu, ikiwa tunampenda Yesu, abiding in Christ, tunaishi ndani ya Yesu, changing, na kubadilika, we give an aroma. Basi kwa njia hiyo tunakuwa ndio tunatoa harufu nzuri of the knowledge of God, ya maarifa na ufahamu wa Mungu. That's why he says in 1 Corinthians chapter 8. Hicho ndio sababu anasema katika Wakorintho wa kwanza sura ya 8. Knowledge, maarifa, brings majivuno. Inaleta majivuno. But if we love God, lakini kama tunampenda Mungu, we are known of God. Tunafahamika au kujulikana na Mungu. Si ndio? That's what it says. Ndivyo anavyosema. It's a interesting verse. Ni jambo la kufurahisha, la kupendeza, zuri. Interesting. It's mstari wa pekee. Okay. If we love him, kama tunampenda yeye, we are known of him. Basi tunajulikana na yeye. Si ndio? But doesn't God know me? Lakini je, Mungu hanipendi mimi? Hanijui mimi? Anajua. Labda. Open the door. Fungua. Lord. Si ndio? Bwana.
fungua mlango. Bwana, sio sanamu. Bwana, wewe ni Bwana, fungua mlango. Sikujui tabia yangu iko wapi ndani yangu. Sioni tabia yangu. Wende zako. If we love him, kama tunampenda yeye, he died. Yeye alikufa To make us one. ili kutufanya sisi tuwe wamoja. For fellowship. Alikufa ili kuleta ushirika, To fellowship with us. kushirikiana sisi kwa sisi, To know us. ili kutujua sisi. You know, in a marriage, Unajua, katika ndoa one of the persons mtu mmoja kati ya ile can ndoa close up. anaweza Like a kujifunza wall. kama vile ukuta, See ndio? And people say, na watu wanasema, I don't know what's going on. I don't know her. wanasema hatusielewi kitu gani kinatokea kwa watu hao. That's what he's saying here. Ndicho anachokisema If hapa. we love him, Lakini kama tunampenda yeye, we are known of him. basi tunajulikana na God Mungu. says, Mungu anasema, I know anasema nakujua wewe, this one. huyu I know this one. namjua huyu, He comes to me. anakuja kwangu, He gives his life anatoa maisha yake as a kwangu, living sacrifice. anatoa maisha yangu kama dhabihu iliyo hai kila siku. I know this one. Namjua mtu huyu. I'm looking at the time. Ninatazama muda pale sasa. What is our confidence in the day of judgment? Ujasiri wetu upi siku ile ya hukumu? What is our confidence? Ujasiri wetu ukoje wakati ule wa hukumu? Jesus shall return. Ya Yesu atarudi tena. 1 John 4. Katika Yohana wa kwanza sura ile ya 4. Yohana wa kwanza sura ile ya 4. And verse 17. Ule mstari wa 17. Katika hili pendo limekamilishwa kwetu, ili tuwe na ujasiri katika siku ya hukumu. Kwa nini tutakuwa na ujasiri katika siku ya hukumu? Kwa nini? Kwa kuwa kama yeye alivyo, ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni. Yes. This is our confidence. Huyo ndio ujasiri tulionao. When he comes, Atakapokuja, he wants to see anapenda kuona his nature, anataka kuona tabia yake ndani yetu sisi. as he is, Kama vile jinsi alivyo, so are we in basi na sisi vile vile katika ulimwengu huu. It doesn't matter Haijalishi pale, what I think about myself. haijalishi ninachojifikiria mwenyewe, It doesn't matter Wala- how much I think I have failed. wala haijalishi ninapojifikiria mara ngapi nimeanguka. It's not my business to think I am perfect, Hapa wala sio shughuli yangu mimi kufikiri kwamba mimi ni but mkamilifu, it is my business lakini shughuli yangu kubwa mimi is to love him ni kumpenda yeye in such a way kiasi cha kwamba that as he is, ili kwamba kama jinsi alivyo yeye, so am I basi na mimi niwe vile in this world. katika ulimwengu huu. Sio mchezo. Kanisa sio mchezo. Ibada sio mchezo. Maisha sio mchezo. Yeye ni wa ajabu. Yeah. Wa ajabu kabisa. I got married when I was 35. Nilioa nilipokuwa na miaka 35, nikaamua na mke. My wife is the only woman I have ever known. Mwanamke huyo niliomoa ndio huyo, sijawahi kumwona mwanamke mwingine. As far as I know, Na kadiri ninavyoelewa mimi, I love her more today than 30 nampenda years yeye ago. zaidi leo kuliko miaka ya nyuma ilivyopita. Before Kabla I married her, kabla sijamoa yeye, years were passing, miaka ikawa inapita, and there was a lady in na the church, kulikuwa na mwanamke mwingine kanisani and mle, I liked her, na nikawa nampenda mwanamke yule, and she was friendly to me, na akawa ni rafiki yangu, and I thought I might
invite her. Na nikafikiri kwamba labda nimwalike, nimkaribishe. But I couldn't. Lakini sikuweza. A still small voice. Sauti fulani ndogo ndani yangu ikawa inasema hapana, hapana. Usifanye hivyo. Very quiet. Ikawa iko tulivu sana. Iko sauti ndogo sana. Several times. Inanijia mara kwa mara. I was thinking to take a step. Ninapofikiri kwamba nichukue hatua ya kusema naye neno, lakini inanizuia. I was about 32 years old. Wakati nilikuwa na miaka kama 32 hivi. Then I realized. Ndipo nikatambua that she is not for me. Ndipo nilitambua kwamba huyu mama hakuumbwa kwa ajili yangu mimi. She is not for me. Sio wangu mimi. It's not the Lord's way for me. Sio njia ya Bwana kwa ajili yangu. Nimeelewa. When I understood that, nilipoelewa hilo, I went for a walk. Nilienda nikutembea. And I sang. Na nikawa naimba. I worship you, sweet will of God. Nina I worship you, sweet will of God. Nina ibudu. Nina kuabudu. Nana sio kuabudu. Nina iabudu okay. Mapenzi ya tamu ya Mungu. Ni Kiswahili. Unaelewa? Sawa. I worship you, sweet will of God. This was his will for me. Hiyo ndio ilikuwa mapenzi yake yeye kwangu. I come to eat his will. Nikawa nakuja kwenye mapenzi yake yeye. Kula mapenzi yake. Kunywa mapenzi yake. Ni chakula. Na machozi hapa. The tears went down my face. Machozi yakawa yanatiririka. But it was an offering. Lakini ilikuwa ni sadaka. It was not like this. Ilikuwa sio namna hii. But something in me. Lakini ilikuwa kitu fulani kwangu. Ilikuwa inataka. She was nice. I thought she was right for me. Nilikuwa nafikiri yule mama alikuwa ndio wa kwangu mimi. I offered her. I offered it up. I offered my soul. Nikatoa moyo wangu kwa Mungu. His commandments are not difficult. Amri zake sio ngumu. Sio ndio jamani? What? His commandments are not grievous. It says in 1 John. Wala amri zake haziumizi. Haziniumizi. What does it say? You should know this verse. What does it say? What does it say? Let me check it. Joy. Yohana. Wait. Okay. Sijui sasa kwa Kiswahili. It's different, you see. 5:3. Kwa maana huko ndiko kumpenda Mungu. Kwamba tusishike amri zake wala amri zake si nzito. Amen. Kwa nini hujui? It's different. It's different. Tafsiri, right? His commandments are not. Amri zake sio nzito. Sawa. Nitafanya kama ulivyosema. My burden is light. Mzigo wangu ni laini. My yoke is easy. Na nira yangu ni nyepesi. Mimi I am humble of heart. Mimi ni mnyenyekevu wa moyo. Sindio? That's what Jesus said. Hivyo ndivyo Yesu. That's why people have problems. Ndio maana watu wanapata matatizo. They don't learn from Jesus. Hawataki kujifunza Yesu. Because they don't want to humble themselves. Kwa sababu wao hawataki kujinyenyekeza wenyewe. It wasn't grievous. Wala haikuanzi. After that, baada ya hapo, my way was straight. Njia yangu ikawa moja kwa moja. And then the Lord made plain. Na kisha Mungu akatengeneza
mpango mwingine. After a few years. Baada ya miaka michache. Nafurahi sana sasa. Furahi sana. Because the other woman, kwa sababu yule mama mwingine, she married a friend of mine. Akaja akaolewa na rafiki yangu mimi. And I know now. Na sasa natambua. Oh, it would have been terrible. It would have been terrible. It was not for me. Akasema sasa nikatambua kwamba kumbe ingekuwa ni hatari sana. What a father we have. Sasa baba watulie naye wa namna gani? Tunataka nini? Tunataka nini? Kwa kweli kabisa. Moyo wa